Harambee! Kwa sababu ya muda, DJ tuliza hiyo. Kwa sababu ya muda, nataka kuleta huyo kiongozi wa Islamu aseme ombi kwa ufupi. Aombe viongozi kuja na huyo Mkristo mmoja. Tulia dakika moja, tunataka kuita wakubwa straight. Sawa sawa. Kuja dakika moja. Ombe dakika moja. Sala. Dakika moja. Asante, tunaomba utulivu. Tunataka tuombe, tushukuru Mungu kwa ajili ya safari ambayo ya waheshimiwa wetu. Baba, ni asante kwa neema yako yenye utukufu na uwepo wako. Umeongoza wana wako hadi mahali hapa, safari ndefu katika nchi hii yetu. Tunaombea amani na upendo na furaha mahali hapa. Amani iwe mahali hapa na idumu mahali hapa. Asante kwa maana unaweza. Ni wimbo moja tu ambayo unaimbwa mahali hapa, Yesu, ukaweza kuongoza safari yao. Kwa Yesu naomba na hata kuamini. Amen. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi bil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jambo moja mheshimiwa. Jambo moja tu mimi. Naomba mheshimiwa wetu, ndugu zetu, Mheshimiwa Eugene, mlipitisha wabunge ambayo walikuja hii Bungoma na kwenda kuuza Nzoia Sugar Company. Kama mimi kiongozi mpaka nizungumuze. Walikuwa na beba na pick up kama MP wa hapa Kandui. Alikuwa na beba pick up na pesa wakienda naye. Na hii mtu anaita Wetangula. Msilete wabunge kama hayo kuibia raia, saa hii wako shida sana Nzoia Sugar Company. Kwa hiyo machache, sitaki kuongea mengi, kumalizia mheshimiwa. Basi nitaita Mheshimiwa Dr. Seli aseme jambo moja tu, na naomba nyinyi mtulie tafadhali. Please. Wewe tafadhali. Dr. Seli, please come. Dr. Seli, alafu Mheshimiwa Governor. Dr. Seli, tafadhali save time, utasalimia principals baadaye. Alafu kwa hiyo utaongeza Gloria Oroba Hapa tuko na waheshimiwa wengi. Tuko na Mheshimiwa Gloria Oroba, ako hapa na sisi. Nimeona rafiki yangu Mheshimiwa Jane Kihara, ako na sisi hapa. Tuko na viongozi hapa, Mheshimiwa Kamene, ako na sisi hapa. Senator Wambua, Mheshimiwa ako na sisi hapa. Dakika moja Dr. Seli awasalimie, nitaendelea kwa introduce baadaye. Mheshimiwa tafadhali. Asante sana all the principals of the alternative government, viongozi mulio hapa. Kwa majina naitwa Dr. David Eseli Simiyu, General wa chama chetu. Sitakuwa na mengi kwa vile nakimbia kwangu kupanga mkutano kama huu wa kesho. Leo niko na message moja tu kwa wakaaji wa Kandui na kwa our principals. Nataka muelewe jambo moja. Serikali ya Kasongo wamepanic mbaya mbovu. You principals have made Kasongo panic with this government.
waliposikia tu ati mnakuja Western wakapanic. Hata Kasongo mwenyewe akaja, wakasema hawawezi peke yao, mpaka wakaita Kasongo mwenyewe. Hata hapa mahali tuko wamejaribu kuvuruga hii mkutano wakitumia pesa. Vile tunaongea hivi wamejaribu juu na chini, wamekimbia Western yote wakifanya maneno ya kugawa pesa ati empowerment. Ni kwa sababu they have panicked wanapoona nyinyi. So tafadhali make another moment kurudi hapa tena, tuende constituency by constituency and we seal up the whole of Western. Asanteni sana, Mwenyezi Mungu awabariki. Harambee! Nilikuwa nawaambia kuna waheshimiwa hapa, Senator Wambua, Mheshimiwa Kamene, Mheshimiwa Mwafrika, Mheshimiwa Jane Kihara, Mheshimiwa Wakili Ndegwa, Mheshimiwa Kitute na Mheshimiwa Kiamba. Mimi nataka kukaribisha waheshimiwa principals wetu hapa nyumbani. Nataka pia niwashukuru kwa sababu tunapanga kuunda serikali mpya. Na ombi langu kwa serikali mpya, najua Kasongo anaenda. Ombi langu wakiingia ofisi, hapa tuko na rais, tuko na naibu wa rais. Wakiingia kwa ofisi waturudishie Nzoia. Mnakubali hiyo? Ombi la pili, kiwanja ndege. Kasongo amechukua kiwanja ndege, anajenga maduka, anajenga mabaa, anajenga mabuchari, anajenga malodging, anajenga vitu zingine hapa kiwanja ndege. Tunaomba wakiingia ofisi wairudishe. Mnakubali? Na pia hospitali yetu level 6 irudi hapa Bungoma, isiende kwa Wetangula, kwa shamba ya Wetangula. Ya mwisho, naomba wasikubali shamba yetu ya Sangalo Institute, Bungoma National Polytechnic, ambayo inachukuliwa na Kasongo. Hiyo shamba lazima irudishwe. Hiyo ndio ombi ine, vitu ine kwa principals kwa rais anayekuja. Na nataka muhakikishie hawa kwamba sisi hapa ni one. Sisi hapa ni nini? Sisi hapa ni nini? Nataka kujulisha pia kwamba sisi hapa United Opposition tuko pamoja na tutashirikiana pamoja mpaka dakika mwisho. Kwa hivyo nataka kukaribisha Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Asante. Nafikiri hebu tutulie kidogo kabla sijaleta wale principals ambao wametoka kila sehemu ya Kenya. Tuko hapa na gavana mtarajiwa wa Bungoma na tuko hapa na gavana wa Trans Nzoia. Kwa hivyo naomba kwanza tulete gavana mtarajiwa wa jimbo la Bungoma, Zakaria Baraza. Viongozi na wananchi, harambee! Harambee! Mumefurahia wageni? Mumefurahia serikali? Mimi nataka kuambia watu ya Bungoma, wale viongozi wamekaa hapa, hao ndio serikali 2027. Na lazima sisi watu ya Bungoma lazima tuingie katika serikali. Na mimi naomba viongozi wale wamekuja, akiwa Rigadi na viongozi wengine, hawa wananchi wote wameweka matumaini kwenyu.
Hawa wananchi ukiwaona hapa walipewa shilingi 200 waende kwa ile mkutano wakakataa, sababu wanaheshimu nyinyi, sababu maisha yote yako kwao. Sasa mimi naomba viongozi wa opposition, tafadhali msiangushe hawa wananchi wa kawaida, msiangushe hawa wananchi. Naomba muungane, mtu asiingie katikati awagawanyishe. Kwa vile tuko na muda mchache na mimi niko na nyinyi kila siku, sitaongea maneno mengi, wacha niwache viongozi wengine waongee. Harambee! Harambee! Asante, Mungu awabariki. Okay. Sasa si umesikia kwa gavana mtarajiwa Zakaria Baraza? Sasa nataka niwaletee gavana peke yake. Tukiwa na gavana Waluhya 5 katika serikali ya Kenya, wote 4 siku ya leo wako na kasongo hapo Kakamega, wamempigia magoti. Lakini tuna gavana mmoja tu wa DAP Kenya ambaye amekataa mambo ya kasongo, ambaye amesimama na wananchi, naye anaitwa Gavana George. Karibu mheshimiwa gavana. Haya. Hapo. Haya. Mwesh kidogo. Wireless mic. Haya. Bandu befe Mlembe. Mlembe Lundi. Mlembe Swa. Mlembe Te. Mlibalamu. Sasa hebu sikizeni kidogo. Nyenye vijana. Hey. Hey. Hapana. Nyenye vijana, tafadhali. Hiyo biashara hapa hapana. Hiyo biashara hapana. Sisi tumetoka Kakamega na kumekuwa na heshima kubwa kabisa. Watu sio wajinga wamekuja hapa ili mpige kelele hapa. Watu wamekuja kusikiza maneno ambayo yanakuja kubadilisha maisha yetu. Msidanganywe kuja kupiga hapa makelele ambayo ina maana. Mimi sitaki kushangiliwa kama sijasema kitu. Songoje sema point bando nishangilia ama namna gani? Sasa watu wetu nataka msikilize. Sisi tumeanza safari yetu Vihiga, tumeenda Kakamega, sasa hizi tuko hapa Bungoma. Ama namna gani? Ile ujumbe ambayo tumekuja nao, na tuko na viongozi kutoka sehemu zingine kule Mlimani, kule Ukambani wako hapa. Hata Nakuru Jane Kiara yuko hapa, si ndio? Wamekuja kudhibitisha kama ni ukweli vile sisi huwa tunasema kwamba watu wa Western, watu wa Bungoma ni one term. Nikisema harambee, sema one term. Harambee. Harambee. Wacha nione mikono ya one term. Waheshimiwa, mukienda kurudi nyumbani leo, mujue kwamba Western iko locked. Na sisi tukifanya kazi na nyinyi na viongozi wengine ambao wako like minded, mwaka ujao tunafanya Ruto kuwa one term. Na watu wetu vile wanawaambia, mtu asiwadanganye kwamba kumuondoa president kitini ni ngumu. Nyinyi wenyewe mwaka ujao mkampige kura, mtaona Ruto akienda Sugoi. Muko tayari kupiga kura? Muko tayari kupiga kura? Na hawa viongozi ambao mnatuona hapa na wale wengine akina Sifuna na Ososi, kwa sababu ODM imeingia kwa serikali, wala ambao wamekataa kuingia kwa serikali, tunataka wamalize mambo yao huko, wakuja hapa tukae pamoja,
tupate mwanaume mmoja ambaye ataonana ana kwa ana na Ruto. Ama namna gani watu wetu? Musidanganywe na zile fedha ambazo wanaleta. Fedha zikikuja kuleni, lakini kura mjue mahali pa kuweka. Jamii ya Muluya nikimaliza, hata kwa sasa wakati tunafanya mambo ya majadiliano, viongozi wa Luya wametupatia aibu sana. Wakati wajumbe wengine wote Kenya hii wameenda United Opposition, wajumbe wetu wote tu ndio wako United Opposition. Wengine wote wako na Kasongo, si ndio? Hiyo wakati Ruto anaenda nyumbani, aende nao wanaume sana. Sasa yako na mazana. Nenya kupe kwa tawe bosi pamoja wasiba la tawe nisio. Haya watu yangu, hata huko nyuma kwa Matore, wacha tufunge hii. Funga. Umaskini, ukabila, mapendeleo, madeni, ushuru, Ebola, Ford Kenya, Wetangula, UDA, Kasongo, Lalifaki. Ninyi mko chonjo sana. Tuendelee tusiendelee? Muko tayari kuona Man Rigiji na Kalonzo Musyoka na JB Muturi Bungoma Mulembe swa Mulembe te Mulembe mia Mulimoyo mwehoele Kalonzo Musyoka mwehoele Rigiji mwehoele JB mwehoele timu yefu ya one term akorovanga novembanga kumwenya vali hole ya papa hole netilile olonda lukele mwawula kumwenya oko kunyawemba khalala hole ya papa hole netilile olonda lukele nenyile bandu bebungoma mbavole ndikhwava nehole muno bali wamalwa kijana yachevu sebe yaima omusale bali Mwai Kibaki yachevu kamba yaima omukhaye bali Charity Ngilo yacha kosi yaima Professor Rashid Mzee yacha meru yaima omundu bali Kiraitu nende Gitobi Manyara malavango na serikali mukumbuka efwe khwavole khuli khwenya khulonda lukelo olwo khwachile busebe khwanyole mboko bali Rigiji mufukira khukende nayo khwachile Bukamba khwanyola omusori wa Kalonzo Musyoka mufukira khukende naye khwachile Bukisi khwanyola omusori wa Fred Matiang'i mufukira khukende naye khuli nende JB khukhwama Embu mufukira khukende naye khucha khung'ona serikali ile mkono tunafuata ni wa 202 ni wa Wamalwa na Kibaki waliposhikana na kina Raila wakaunda serikali. Leo tunataka tuletee nyinyi team inayoenda kuunda serikali ijayo, na kutoka mlimani tunawaletea kutoka wa Munyoro Man Rigiji. Mnamkaribisha. Karibu ya Excellency, karibu. Haya, Kadui oi! Kadui oi! Mulembe Fosi! Mulembe Randi! Mulembe te! Mulembe swa! Mulembe mia! Muko salama watu wangu? Hapa ni Kadui. Mimi mnajua chama yangu inaitwa nini? Kazi yake ni gani? Tusikize ground. Hapa Kadui. Kaunti ya Bungoma. Hapa ndio kwa Wafula wa Munyinyi. Hapa ni kwa Wafula wa Munyinyi.
Hapa munasemaje? Kadui munasemaje? Watu ya Wafula wa Munyinyi munasemaje? Hapa ni one term. Wacha nione. Harambee! Harambee! Wewe Ruto wewe! Wewe Kasongo! Wewe Kaongo! Wewe Zakayo! Wewe mwizi! Wewe muuaji! Wewe mtu ya Singapore! Wewe mwizi ya Nzoia! Kasongo aende asiende! Kasongo aende asiende! Wangapi wanasema Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende, Kasongo aende? Bas, si mambo ndio hayo. Mimi nimekuja kama member wa family. I am your cousin. Hi cousin. Hi cousin. Hi kuzo. Makazini wapendane wasipendane? Makazini watembeleane wasitembeleane? Makazini watafute serikali pamoja wasitafute? Makazini wafukuze Kasongo pamoja wasifukuze? Kasongo aende asiende? Apotee asipotee? Nani ameiba Nzoia? Nani ameiba Mumias? Nani ameharibu masomo? Nani ameharibu matibabu? Nani anahangaisha Waluya? Nani alipiga watoto ya Gen Z? Nani aliua Gen Z? Nani alisema vijana wapigwa risasi mguu? Kasongo aende asiende? Mimi my cousin nimekuja, niko na jambo moja. Mimi Rigiji nilikuwa deputy president wa Kasongo. Mimi mkataba ukiandikwa kati ya Kasongo na Wetangula na Musalia nilikuwa hapo. Na mkataba ukaandikwa ndio huu. Na Wetangula na Musalia wakaandikishiana na Kasongo akiwa rais yale maneno ambayo atafanya. Lakini wakakuwa wajaja, wakaweka number 1 mambo yao. Kwa hii mkataba ikaandikwa ya kwamba Kasongo akipita, Musalia Mudavadi atakuwa prime cabinet secretary, na akapata. Ikaandikwa Kasongo akipita, Wetangula atakuwa speaker wa National Assembly. Ikawekwa mambo mingi sana ya raia. Ya kwanza ya kwamba ndani ya miaka 5 Kasongo atamaliza project zote zimekwama hapa Western. Wakaweka number 2, Kasongo atajenga barabara mpya kilomita 1000. Wakaweka mkataba Kasongo akipita atafufua Nzoia, anunue machini mpya, alipe madeni Nzoia isonge. Wakaandika kwa hii mkataba Kasongo akipita wataunganisha stima kwa watu 80% ya watu ya Western. Wakaandika ya kwamba akipita Waluya wote watapata maji ya kukunywa na ya kulima. Sasa aibu ni kwamba hiyo maneno yote ile alitimiza ni mambo mawili: kupatia Musalia kazi na bibi yake, kupatia Wetangula na mabibi zake. Hii mambo ingine yote ikakwama. Sasa leo wamekuwa State Lodge ati wanapanga mkataba ingine ya kudanganya nyinyi. Mimi nauliza nyinyi my cousins, mtakubali uongo ya Kasongo? Hapa mimi nilikuweko, nataka nitoe ushahidi. Kasongo aliniita, akaita Musalia, akaita Wetangula na akaita Lusaka. Akasema hii Nzoia nataka tuuze, na nyinyi munisaidie kwa sababu nataka pia nikuwe na shares kwa hii Nzoia. Hawa Wahindi wamenunua Nzoia, sio ya Wahindi. Hii factory ni ya Kasongo, amejificha kwa Wahindi. Na Wetangula alipata pesa ndani ya hiyo maneno. Musalia alipata pesa ndani ya hiyo maneno. Lusaka alipata pesa ndani ya hiyo maneno. Nzoia yenu iliuzwa na Wetangula na Musalia na Lusaka. Ningetaka muwapigie duru kwa sababu hao ndio waliuza. Kwa hivyo mumekasirika ni Nzoia kuuziwa Kasongo? Kwa sababu ya kuuza Nzoia lazima Kasongo aende nyumbani. Na wewe Wetangula usikosee Wabukusu kuja kuwadanganya
ati warudishe Kasongo, na wewe mlishikana na Kasongo mkauzia Kasongo Nzoia, na wewe Wetangula ukakula pesa. Mimi nilikuweko na mimi ni shahidi ya kwamba Wetangula alikula pesa wakiwa na Lusaka ikiuzwa Nzoia. Wetangula aende asiende? Lusaka aende asiende? Huyu Wetangula amekuwa youth winner ya Kasongo. Anafuata mtu ya Saturday 2 anaitwa Faruku Kibet. Anamdanganya atakuwa president wa Diratha 2. Wewe Wetangula, kwa nini wewe ni Mbukusu? Wao Wabukusu wamekuchagua siku mingi. Wewe wamekupatia heshima. Heshima umewarudishia ni kuuza Nzoia ambayo ndio tegemeo ya watu ya Bukusu, ile ambayo ingewasaidia. Wewe umefanya yuziwe Kasongo. Harambe! Wetangula aende asiende? Ni youth winga si youth winga? Na Musalia na Wetangula ndio adui ya watu ya magharibi. Na nyinyi mumepata viongozi ya maana. Tuko hapa na Eugene Wamalwa wa kiongozi shupavu hapa na msimamo. Tuko na George Natembea. Tuko na Cleophas Malala. Tuko na Akina Sifuna. Musifuate Wetangula, musifuate Musalia, watapoteza nyinyi. Harambe! Nikimaliza, tumekubaliana tutatoa one single presidential candidate wa kupambana na Kasongo. Mumekubali? Ikiwa ni Wamalwa mtampigia kura? Ikiwa ni Natembea mtampigia kura? Ikiwa ni Kalonzo Musyoka? Ikiwa ni Rigiji? Na mimi Rigiji wakenipea, nitakimbiza hii mtu kama baisikeli ya kuibiwa. Harambe! Harambe! Mimi wacha nitaka nirudi huko mlimani. Iko mtu ametuwekea hapo anaitwa Soprano. Mtu bure, mtu bonoko. Sasa huyo mtu ni Ayesa. Ako kama Musalia na Wetangula. Wetangula akiambiwa kitu na Kasongo anasema yes. Wewe Wetangula kuja hapa. Nataka unisaidie. Ninunue Nzoia. Ikuwe yangu. Wacha hiyo Bukusu waumie. Mimi ndio mtu ya maana. Wetangula nisaidie ndugu yangu. Na Wetangula anasema ni bure si bure. Sasa hiyo mtu ya kwangu anaitwa Soprano amekwama. Akija kusaidia Kasongo anasema ni fire si fire. Anasema ni noma si noma. Ni Soprano si Soprano. Hiyo mtu ni bure si bure. Nisalimiane mlimani. Niseme tutafukuza Kasongo pamoja. Wangapi tunasaidiana kufukuza Kasongo wangapi? Tuendelee tusiendelee? Wamesema Kasongo aende siaka, si ndio? Aende asiende? Leo wako Kakamega atemeza Brufen paka asubuhi fika. Sawa? Nataka niwaletee the 10th Vice President of the Republic of Kenya, Stephen Kalonzo Musyoka. Asante. Kandui hoye! Bungoma hoye! Sababu ya usiku kuingia, sisi hatuna la ziada ila kusema asanteni. Naona tu lazima turudi tena. Kasongo na watu wake walikuwa wameweka mawe njiani, lakini watu wa Ingo wote wameungana na Wakenya wenzao na kusema jamani one term. Nyinyi mwasemaje? One term. Nikisema Wiper sema komboa Kenya. Wiper. Huu ni wakati wa kukomboa nchi, na hii ni mambo yenye umuhimu mkubwa zaidi. Kwa hivyo nyinyi Bungoma mko mstari wa mbele, na nyinyi watu wa Nzoia Sugar tumekuja kuambieni hamko peke yenu. Tuko pamoja nanyi, tutahakikisha mnapata haki yenu. Vijana 67% Kenya nzima hawana kazi, sababu hakuna wawekezaji wanatoka nje
ni Kasongo peke yake na wenzake ambao wananunua vitu hapa, na bila kuleta makampuni makubwa kutoka duniani nzima, dunia yote, hatuwezi kupata nafasi za kazi. Vijana atazidi tu kuhangaika, na sisi United Alternative Government tuko tayari kuhakikisha kwamba huyu Ruto na watu wake wote wanaenda nyumbani. Karne mpya imeanza Kenya hii. Kenya hatukubali sana president anasema wapigwe risasi miguu. Huyo ni president ama ni bandia? Kwa wangapi anasema lazima aende. Kwa hivyo tunasema asante kwa sababu ya usiku, tutarudi tena. Tunawapenda sana watu wa Ingo. Tunawapenda zaidi, na tunajua kwamba ikiwa hii ni Western iko namna hii, basi Ruto ameenda nyumbani. Asante. Tuendelee tusiendelee? Sasa tunaleta yule alikuwa Attorney General wa Ruto, ambaye anajua ukora yote Ruto alifanya, ambaye anajua mikataba yote Ruto aliweka sahihi, na ambaye anajua serikali mpya ikichukua inarejesha Nzoia. Vile KICC ilirejeshwa, Nzoia yenu haki ya Mungu itarejeshwa tukiunda serikali. Sawa? Sasa JB Muturi akija, tuataka DJ, ngoja kidogo. JB Muturi akija, nitaomba PK Salasia na wabunge wote waje PK. JB akimaliza, PK aje introduce wabunge na tuweze kufunga mkutano wetu. Karibu JB. Kadui oye! Kadui. Kwani hivi ndivyo mwa mnatokea? Unajua miaka mingi ya zamani wakati nilikuwa kijana kama nyinyi, nilianzia kazi hapa. Na huyu kia hapa mnaita Masika Wetangula. Mimi nimesoma na yeye darasa moja, tumelala chumba kimoja, tumeajiriwa kazi siku moja, na yeye akiwa speaker wa namba 8. Mimi ndio nimempatia ile karatasi, nikamwambia wewe kuja hata wewe ukalie. Nimekalia miaka 10. Sio ni mtu najua sana. Mimi nataka kuhakikishia hapa Kadui Bungoma, yale mmesikia mkiharibiwa hapa na Manrigiji, the truthful man, kuhusu mambo ya Nzoia na involvement ya Moses Masika Wetangula na Ken Lusaka ni ya ukweli. Na leo niseme hivi, mimi najua hapa kuna wakulima wa miwa. William Ruto alitumia ukora kusema ati mambo ni matatu. Akadanganya yule Muhindi, akawa abducted, mwishowe akamwambia usijali, nilikuwa nataka kutingiza wewe. Huyo Muhindi ndiye ameenda nyuma, amechukua ile Nzoia na Mumias. Alafu badala ya wafaidi wakulima wa miwa hapa Bungoma, saa hizi wabunge wako hapa, wameenda pale Mombasa, wamekuta iko sukari ililetwa na hata ime-expire. Hiyo sukari inawekwa malori, inakuja kuwa packed hapa Kibosi. Sasa kwa hivyo Kasongo alinunua ndio agandamize mkulima wa hapa Bungoma, kwa sababu unapoleta sukari kutoka nje kule Mumie, kule Mauritius, kule Brazil, inamaanisha wewe uko na maana sana, unadhamini sana wakulima wa Mauritius na wakule Brazil. Wewe Kasongo, leo hii atunaita viongozi kutoka mkoa wa Magharibi. Wewe mwenyewe utaki kusikia mkulima wa miwa wa mkoa wa Magharibi akifaidika, unataka kufaidi wakulima kutoka Mauritius. Hii mtu tufukuze. Aende asiende? Aende asiende? Nasema riswa.
Asanteni sana. Mungu God bless you. Sasa tulete PK Salasia ajulishe wabunge wetu kijana jenzi. Asante. Vijana wewe! Vijana pewa! Vijana pewa! Leo ni leo. Asemaye kesho. Siku ya leo. Hii venye mmejaa hii ni ishara tosha ya kwamba leo tuko na rais wa Kenya yuko hapa. Miongoni mwetu hapa tuko na deputy president yuko hapa. Na hapa Western, mkiangalia mheshimiwa Eugene Wamalwa, mmeona sura ya Western Kenya. Mkiona na tembea, mmeona sura ya Western Kenya. Na sisi tunataka tutembee na hao, kwa sababu hawa ndio viongozi ambao wako na interest of our people. Mimi nimeshangaa sana kwa pale katika finance bill wameweka mambo ya kuleta kuangusha mashamba zetu na mambo yetu ya sugar factories kupitia kwa excess duty. Hao watu wakina Tangula hawana interest na watu wetu. Washindwe wasishindwe. DJ nipatie ngoma tukiondoka tafadhali. Technician come for your mic. DJ